Unamshauri vipi mgonjwa wa kisukari anayesumbuliwa na ganzi, miguu kuchoma na maumivu ya viungo vyake? Hii ni moja ya changamoto kubwa ambayo wagonjwa wa kisukari wanakutana nayo. Na kabla sijaushauri, observation yangu ama kitu ambacho nimekiona wagonjwa wengi wanakifanya ni wanakuwa wamefocus sana kwenye ile kero inayowasumbua kuliko kitu kinachosababisha hiyo kero. Kwa hiyo kama mtu ana ganzi kali, atapambana kuambiwa dawa gani, alaweka miguu wapi, aende kwenye mchanga wa wapi, yani zile njia ambazo wengine waliwahi kuzitumia zikawasaidia. Tunasema hizo mimi naziita ni bandage solution, haziendi kwenye root cause. Na kuna miaka ama kuna kipindi ambacho huwa zinafanya kazi, alafu kuna kipindi ambacho huwa zinadunda, kwa sababu kuna uharibifu mkubwa unaofanywa na sukari kwenye viungo vya mwili, ndio maana unasikia ganzi. Inawezekana uharibifu huo upo kwenye mishipa ya fahamu. Uharibifu huo upo kwenye mishipa ya damu inayolisha hizo nerves. Uharibifu huo umesababishwa na matumizi ya dawa za sukari kwa muda mrefu. Ukapungukiwa pengine na madini, ukapungukiwa na vitamins. Kwa mfano vitamini B12. Sasa usipokuwa makini utajikuta unahangaika na hizo bandage solution za juu ambazo haziendi kwenye kiini cha tatizo, na mwisho wa siku ukafikia hatua mbaya. So jambo la kwanza ambalo namshauri huyu mgonjwa wa kisukari, ajikite kwenye kureverse ugonjwa. Ajikite kwenye kutokomeza ugonjwa wa kisukari zaidi kuliko tu kuweka viwango vizuri vya sukari kwa dawa fulani, kwa mitishamba fulani, pasipo kubadilisha mfumo wa maisha. Ugonjwa wa kisukari unatibika, lakini kinachotibu sio dawa pekee. Kwa cha kwanza basic ni lishe, kwa sababu ni ugonjwa wa dietary. Kwa hiyo lazima pawe na dietary changes, pawe na mabadiliko makubwa ya lishe. Na kitu muhimu lazima uelewe kwamba kuna ushauri wa lishe kwa mgonjwa wa kisukari ambao unakusaidia kufanya management, kulea ugonjwa wa kisukari. Na kuna ushauri wa lishe ambao unamfaa mgonjwa wa kisukari kwa ajili ya kutokomeza ugonjwa wa kisukari. Kwa hiyo kuacha soda na sukari ya mezani ukaendelea kula ugali, ngumi na mboga nyingi, bado upo kwenye mfumo wa kulea ugonjwa. Hiyo sio mabadiliko mazuri ya lishe yanayojikita kutokomeza chanzo. Kwa cha kwanza, anza kubadilisha mfumo wa lishe kwa lengo la kutokomeza ugonjwa. Lakini cha pili, unaweza ukaenda kufanyiwa uchunguzi zaidi kubaini shida ipo wapi. Ni upungufu wa vitamins fulani, ni uharibifu wa nini? Itakusaidia. Sometimes unaweza kuwa ni uzito ambao bado umeshindwa kupungua, umekandamiza neva. Kwa hiyo ni vizuri kufahamu sababu ni nini, lakini cha muhimu zaidi ni kufanya hizo tunasema regenerative approach. Regenerative approach ni kuweka nguvu kwenye ukarabati wa uharibifu uliotokeza. Usione kama hizo ganzi ni vitu ambavyo vimetokea tu. Ona kama ni damage. Ona kama adui aliingia akafanya uchakavu, akafanya uharibifu. Hata kama umeweza kumzima, tayari ameshakuachia majeraha. Kwa hiyo unawajibika kuyatibu yale majeraha. So usitafute kitu cha kwenda kuondoa tu ganzi. Tafuta kitu cha kwenda pia kukarabati yale majeraha yaliyosababishwa na sukari. Ndio maana kuna matumizi ya virutubisho ambavyo vina sifa ya anti-inflammatory, ambavyo mfano omega 3, mfano nimekuwa nikitaja mara kwa mara, mfano turmeric, mnaita nini ile. Kuna mimea tiba mingi sana, mnaita manjano, pilipili manga. Sometime unaweza ukawa na shida hiyo ukatumia dawa nyingi bila kupata matokeo, kwa sababu kuna kitu kimepungua. Ukitumia dawa za sukari kwa muda mrefu, kwa mfano metformin imeonekana kuwa na shida ya kupunguza ama kufanya mwili upoteze virutubisho ama vitamini B12. Sasa mishipa ya fahamu, zile neva, ndio zinasaidia kusambaza taarifa. Ukifinywa unasikia maumivu, hizo taarifa lazima zifike kwenye ubongo. Sasa ukifikia hatua una ganzi kali, unachoma mwiba husikii maumivu, ina maana zile nerves ambazo zinapeleka taarifa kwenye ubongo ili uweze sense kinachoendelea zinakuwa zimeharibiwa, kwa sababu sukari
tunasema ni inflammatory food, hasa pale ambapo ipo kwenye damu kupita viwango vinavyotakiwa kwa muda mrefu. Sasa umeishi na ugonjwa wa kisukari kwa kipindi gani? Kwa kipindi kirefu. Ina maana kuna uharibifu wa taratibu ambao umekuwa ukiendelea. Kwa hiyo usiwe mtu ambaye unatamani kuambiwa tuchukua simbi, weka kwenye malimao, kunywa, ganzi itaondoka kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Alafu kitumia ukaona ganzi haijaondoka, unarudi tena kwenye dawa nyingine. Kumbe mfumo wako wa vyakula bado hujabadilisha. Unajenga ugonjwa kwa nguvu kubwa sana. Kumbe una upungufu wa vitamins. Kumbe mwili wako una inflammation kubwa, mwili upo kwenye oxidative stress kubwa, kuna msongo mkali wa sumu. Kwa hiyo zingatia hayo mambo. Lakini mambo madogo madogo ya kuzingatia ambayo pia ni kwa ajili ya usalama wako, jiepushe sana miguu yako kuwa kwenye hali ambayo kwa mfano kwenye joto kali sana. Lakini pia ile kuwa kwenye mazingira ambayo ni hatarishi, sababu tayari kuna hizo hali unaweza kupata kidonda kikachukua muda sana kupona. Kwa hiyo mazingira ambayo ni ya hatari, labda kujikwaa, kwaruzwa, sehemu ambazo unaweza kuchomwa na vitu, jaribu kuwa sehemu ya usalama sana. Hiyo itakusaidia. Lakini tabu zote unaweza kuziepuka vizuri kama utabadilisha mfumo wa vyakula kwa kufocus kutokomeza ugonjwa wa kisukari, kama utatumia bidhaa asili zinazolenga kufanya regeneration, kufanya ukarabati, kufanya repairment ya zile sehemu zilizoathiriwa na ugonjwa kwenye mwili wako, kama ni nerves, kama ni mishipa ya damu, kama ni msongo wa sumu, kuhakikisha tuna detoxify mwili wako. Vyote hivyo ni muhimu sana. Okay? Kwa hiyo ndio ushauri wangu. Usijikite kutafuta kitu kwenda kuziondoa pasipo kuondoa mzizi wa tatizo. Inawezekana zamani ganzi zilikuwa zinakuja zinapotea, lakini sasa ugonjwa umeadvance. Hausikii hizo njia rahisi. Unataka njia ambazo ni serious. Ndio maana lazima ujifunze kudili na kiini cha tatizo pamoja na hizo njia zinazoenda kuondosha hizo athari ambazo zinakunyima raha. Okay? Mimi ni Sam Nature. Karibu sana. Kama umejifunza, niambie ulichojifunza kwenye video, na kama una swali niulize hapo kwenye comment. Kumbuka, ugonjwa wa kisukari unaweza ukaondoka kama tutabadilisha tabia, kama tutabadilisha mfumo wa maisha. Okay? Back to nature.